wiki moja. Anaongezea inakuwa wiki ngapi? Faida yote uliipata hiyo mwezi yote inaishia wapi? Na hakuwa kulala. Daktari aliona tutatengeneza pesa na huyu bana. Mtoto ameletwa na Uber. Anarudi wapi? Ama alale naye wapi? Kitandani. Kitanda siku moja ni 1000 ngapi? Kwa sababu wewe ni mdosi na hutaki mtoto akufe. Eli ala, pesa iko. Wiki ngapi? Wiki 2 daktari anakuangalia na kuambia kakaona nafuu. Karudi. Na hakuna ugonjwa ulikuwa hapo. Hakuna lakini kwa sababu kazi ya shetani ni kuiba, kuharibu hata na faida yote ulikuwa unaipata hizo masiku yote inarudi wapi? Maana tukuja na kitu duniani. Tena hatuwezi toka na chochote. Yaani uliona kwenda kumtafuta Mungu ni hasara. Wacha ujenge dunia. Naye dunia inakutesa. Kwa sababu anayetawala hapa duniani ni shetani. Yeye alirushwa kutoka mbinguni na mawakala wake, akaachiliwa hapa duniani atawale. Na ili kufanikiwa mpaka ukue chini ya miguu yake, pendo usipende. Watu wengi unaona hata shetani afungi njia zao za kufanikiwa kwa sababu wao ni mateka. Wamekuwa mateka wake. Shetani anajua hata wakipata 2,000,000 hazienda mbali, yote anapelekwa kilabu. Hii hata akienda aibe kwa ile kampuni, hiyo pesa haendi kutolea Mungu kitu, yote anarudisha kwa banki na vilabu kukunywa hapo na wanawake. Njia zinakuwa wazi. Ndio naonanga maaskari anapendana sana na matajiri. Sababu matajiri wanafanya biashara za ukora, wakipewa askari ongo. Sikia security. Hiyo ndio njia. Hana shida na watu wanamuna hiyo. Nyinyi mnafanya udhalimu mkiinua ufalme wake. Hana shida na yeye. Wewe umeweka bidii, ndio unaona mteule kufanikiwa kwake ni Mungu. Si ajabu ndugu yangu, wakati umeokoka hata njia za kufanikiwa kwako zinaanza kufungana, kwa sababu sasa mapato yako umeanza kuyatumia katika njia ya haki. Yaani mapato ambayo unapata umeacha kuyatumia vibaya, umeanza kuyatumia kwa njia sahihi. Pesa unafanikiwa kuzipata, sasa uzitumii vibaya, umeanza kuzitumia na utaratibu. Unasikianga mtu anakuambia wakati mimi sikuwa nimeokoka, nilikuwa napata pesa mingi sana. Ulikuwa unazipata kwa njia gani? Udhalimu ndio ulikuwa hali ya juu sana. Wizi. Pata mtu ameandikwa kampuni. Kila wakati gari anatoka na inakamuliwa mafuta. Anatoa pale kama dereva mwingine ananiambia. Wakati yako ameokoka alikuwa anaendesha trailer. Alikuwa anatoka nao kampuni kama imejaa. Akielekea Kampala na mahali alikuwa anapitia. Inakamuliwa mitungi ngapi? 2. Hiyo inakamuliwa. Mitungi ngapi? Pesa inawekwa kwa mfuko. Naendelea na safari, anafika kwa boda, anaambia mdosi, hiyo gari ni ya kuongezewa mafuta. Na ilikuwa imewekwa nini? Full tank. Mitungi 2 ameenda mahali imefanya nini? Imekamuliwa. Na alipewa pesa ya barabarani 30,000 akule. Baada hajatosheka na hiyo. Bado anataka ile gari inyonye mitungi 2. Pesa iendelee. Na pesa hiyo yote anapewa kwa barabara. Hakuna town anapita. Kila town anajulikana. Mzee akifika nyumba yake ya lodge, kila town akosi mwanamke anamgoja hapo. Aingia hapo kule nyama na yeye. Kila town. Yaani anakuhesabia maisha ambayo alikuwa anaishi. Wamani hakumjua Mungu. Sasa wakati alikuja kuokoka, anaanza kulipia. Maisha inakuwa ngumu. Sasa mambo sio hivyo. Gari unapewa. Ile tu kazi ndio Mungu anamrudisha iba tena. Tukuone. Iba sasa si umepewa kumjua Mungu. Na maana Mungu anasema zamani yenye uko nijua nilijifanya kana kwamba sikuo. Lakini sasa nimekujua, sasa enda ukawakilisha ufalme wangu. Enda sasa ukaonesha watu mimi ni Mungu sasa. Anarudishwa tena hapo. Sasa aniambia mimi sasa hata mshahara imepunguzwa. Hapa hata ni kama hakuna pesa. Kuna hapo nyuma kwa hapo 30, sasa napewa 17. Barabarani napewa 3. Aniambia gari siwezi kamua mafuta. Sasa hiyo nikifanya hiyo, ni dhambi. Acha nitosheke na hiyo. Hani jamaa anaenda akilia.
Sasa ndio uone tofauti ya mtu ameokoka na mtu hajaokoka vile anaishingi. Sasa shetani anamngoja hivi, hiyo gari iende akaikamua hivi, uone kile kitatendeka. Hata si ajabu akiingiza road hapo hivi, iende ikamuliwa. Maasikari wanaingia operation, wanashika hiyo gari na mzigo akiwa kwa hapo ndani. Mzee, kazi inaisha, na gari inashikwa na mzigo. Sasa ndio uone. Wao unaona mtu hajamjua Mungu, maisha yake inaendelea tu samba, lakini shetani ana shida na yeye kwa sababu huyo amekubali kukaa chini ya miguu yake. Njia za kufanikiwa kwake hazina upinzani, zinakuwa wazi. Kama ni mwimbaji wa nyimbo za rege, nyimbo za dunia kinini, wanaachiliwa muimbie vijana wa dunia. Mnaachiliwa, hamuna mahali mnaekewa upinzani kwa sababu wanajua kwa kupata hizi pesa hamwezi enda kutolea Mungu chochote. Unaenda tu starehe, ni starehe ndio umeweka mbele. Mteule tu ndio pigwa vita peke yake. Mtu ambaye mteule, mtu ambaye amemjua Mungu tu ndio uhangaishwa na shetani. Shetani hana shida na walio mikononi mwake. Hana shida na wale ambao wamekubali kumfuata. Hana shida na wao. Ako na vita na mtu kama huyo amepeana maisha yake kwa Mungu. Ako na vita na mtu kama unamkemea, mtu kama wewe umejua njia zake. Huyo ndiye anamuinukia. Kitabu cha Yohana 9 kinasema wakati ule kijana aliyokuwa aoni alipopewa kuona, ndio Wayahudi walimuinukia, wanataka kujua huyu mtu amepataje kujua kuona na alikuwa kipofu. Ulipokuwa kipofu, shetani hakuwa shida na wewe kwa sababu uliishi kutenda mapenzi yake. Uliishi kufanya vile apendavyo, lakini wakati umemjua Mungu, hapo ndipo ako na vita na wewe, kwa sababu kwa kutetea jina la Yesu utafanya wengine wafunguke macho. Sema huyu jamaa wakati alikuwa anakunywa, alikuwa anapata pesa mingi, tunakunywa naye zinaisha. Lakini sasa hakunywa, angalia ameanza maendeleo. Kama deno kwa nafanyia 10,000 kwa siku na unaenda unakunywa 7 ama 8. Sasa si watu watakupenda sana juu na wanunulianga. Lakini sasa umeacha kukunywa. Ile 8,000 ilikuwa inapotea kila siku, inaacha kupotea. Unakaa nayo mfuko. Kwa mwezi hiyo ni pesa ngapi? Hata akili itafunguka. Tamani kujenga nyumbani. Tamani hata kuishi maisha mazuri. Labda ulikuwa uvai mzuri, naanza kutamani hata kuvaa vizuri kwa sababu pesa iko. Na ile njia ambayo shetani alikuwa ameifungua, pesa ilikuwa inaishia, Mungu amekuwezesha kuiona ukaifunga. Sasa unaanza kuwa na maendeleo. Hata afya ya mwili inaanza kurejea upya. Na akili inaanza kufunguka. Hata macho inaanza kuona mbali. Sifu Yesu. Amina. Lakini tumuombeeni Mungu sana wakati huu.